Watu wengi wanamuita nyani kutokana na maisha yake ya kupenda kuishi na wanyama. Anakula vyakula vibichi tangu alipozaliwa. Au hii ndio ukweli kwamba binadamu wa kwanza alitokana na nyani? Binadamu huyu amekuwa na maisha ya kushangaza sana kutokana na upekee alionao wa kutaka kula vyakula vibichi ambavyo binadamu wa kawaida hawezi kula. Leo tupo Rwanda ambapo amepatikana mtu aliyejipambanua kwa kula vyakula vibichi na kuamua kuishi maisha kama wanyama wa mwituni. Maisha ya binadamu wengi huenda kama amegubikwa na usiri mkubwa ambapo wengine hatuwezi kuujua. Je, huyu ni nyani kweli? Ungana nami kama hujanifollow tafadhali ili unifollow na uwe mwanafamilia. Muonekano wake utakushangaza, lakini utastajabu matendo yake. Si ya kawaida. Inawezekana ukaamini mwalimu wako wa historia kwamba binadamu wa kwanza tulitokana na nyani. Ndugu wa mtu huyu anaeleza kabisa kwamba alizaliwa kipekee kabisa. Jambo la kushangaza, alipozaliwa hakulia wala kutoa sauti yoyote, bali alitoa macho kama mtu mzima. Jambo ambalo liliwashangaza wahudumu na kumwambia mama yake kwamba hili si jambo la kawaida. Mara alipoanza kutambaa alionyesha dalili ya kuwakataa binadamu kwa sababu alikuwa anajitenga. Ukimweka karibu na watu anaanza kulia, lakini ukimwachia anatambaa na kukimbia peke yake ili akae peke yake. Baba huyu anaeleza kuwa walijua kwamba hili jambo litapita na kwa kuwa bado ni mtoto, basi atakuwa na kubadilika na kuingia katika hali yake ya kawaida. Lakini cha ajabu ni kwamba kila kukicha kwake alikuwa ni maajabu mapya. Kwanza alipoanza kula, alianza kutafuna vitu vibichi kama ndizi, mahindi na wakati mwingine hata nyama mbichi, jambo ambalo lilishangaza wazazi wake na ndugu zake. Anasema kila walipokuwa wanamzuia, alikataa kabisa na kuanza kulia. Wakati mwingine walikuwa wanamwachia ili angalau asiendelee kulia. Miaka iliposogea kufikia miaka 4, alianza tabia ya kukimbia pasipokuwa na sababu. Alikuwa akikimbia huku na huku, hasa alikimbilia misituni. Alipenda sana sauti za ndege na sauti za wanyama na kuanza kuwakimbiza. Yaani alipokuwa anaruhusiwa kukimbia, alikuwa anajisikia furaha sana. Baba huyu anatueleza kuwa ilifikia hatua akawa hataki kurudi nyumbani. Hivyo walianza kupata kazi ya kumtafuta kila siku ili wamrudishe nyumbani. Na akirudi nyumbani anakuwa amebebelea vyakula vibichi ambavyo amechimba kwenye mashamba ya watu. Jamii na ndugu walishirikiana kumkanya, lakini wakati mwingine akaanza kuonyesha ukali na kuanza kuwapiga wale wanaomkataza maisha yake. Alipofikisha umri wa miaka 10, wazazi wake waliamua kumpeleka shule. Lakini cha ajabu ni kwamba shuleni alionekana kituko. Wakati wa mapumziko, yeye alikuwa anatoroka kwenda kwenye mashamba ya watu na kuanza kula vyakula vibichi, yaani anachimba na kula hapo hapo. Je, ulishawahi kuona mtu kama huyu? Au umeshangaa kama mimi nilivyostaajabika? Kweli dunia ina mambo. Tafadhali usisahau kunifollow ili uwe mwanafamilia. Hii ni Sangwa TZ.